Safari ya Amina. Katika kijiji kidogo cha Mwangaza, palikuwa na msichana mdogo aliyeitwa Amina. Alikuwa na miaka 12, mwenye akili na mchapakazi. Amina aliishi na mama yake Bi Zainabu, mjane aliyekuwa akihangaika kuwalea watoto wake kwa uadilifu mkubwa licha ya changamoto za maisha. Mwezi wa Ramadhani ulikuwa umewadia, na kama kawaida, Amina alifurahia ibada na kujifunza kuhusu subira na huruma. Alijifunza kuwa Ramadhani sio tu kuhusu kufunga, kula na kunywa, bali pia kujiepusha na maneno mabaya, kusaidia wengine na kuwa na moyo wa msamaha. Siku chache kabla ya Eid al-Fitr, Amina aliona mama yake akihangaika kupata chakula cha kusherehekea sikukuu. Ingawa Bi Zainabu alikuwa akijitahidi, hali yao ya kifedha haikuwa nzuri. Amina alihisi huzuni, lakini hakutaka mama yake ahisi vibaya. Alijua kuwa Eid ni siku ya furaha, si kwa sababu ya mavazi mapya au chakula kizuri pekee, bali kwa moyo wa kushukuru na kusaidiana. Amina aliamua kufanya jambo la pekee. Aliamua kutengeneza vitambaa vidogo vya kushona na kuuza sokoni. Alijua kuwa wanawake wengi walikuwa wakitafuta mapambo kwa ajili ya Eid. Alitumia muda wake wa jioni kushona kwa bidii, akitumia vipande vya nguo alivyokusanya kutoka kwa jirani aliyekuwa fundi wa kushona. Siku ya mwisho wa Ramadhani, Amina alikwenda sokoni kuuza vitambaa vyake. Kwa neema ya Mungu, aliuza vyote na kupata pesa za kutosha kununua mchele, maharagwe na vipande vya nyama kwa ajili ya Eid. Alirudi nyumbani kwa furaha na kumpatia mama yake pesa alizopata. Bi Zainabu alitokwa na machozi ya furaha. Alimshukuru Amina kwa jitihada zake na kumkumbatia kwa upendo. "Binti yangu, umeelewa maana halisi ya Eid," alisema kwa upole. Eid sio mavazi mapya au chakula kingi tu, bali ni moyo wa kutoa, kushukuru na kusherehekea pamoja na wengine. Siku ya Eid ilifika na kijiji chote kilifurika kwa shangwe. Watu walivaa mavazi yao mazuri na kwenda msikitini kwa sala ya Eid. Amina na mama yake walijiunga na waumini wengine katika kusali na kutoa sadaka kwa masikini. Baada ya sala, walirudi nyumbani na kuandaa chakula chao cha sikukuu. Ingawa hawakuwa na vyakula vya kifahari, walifurahia pamoja na majirani waliokuja kushiriki nao. Kijana mmoja tajiri kijijini, anayejulikana kama Farid, aliposikia habari za bidii ya Amina, aliguswa sana. Alimtembelea Amina na kumpa zawadi ya vifaa vya kushona zaidi ili aweze kuendelea na biashara yake. Alisema, "Eid ni siku ya kutoa na kusaidiana. Wewe Amina, umetufundisha sisi sote maana halisi ya kujitolea." Amina alifurahi sana, lakini zaidi ya yote alijifunza kuwa furaha ya kweli haikutokana na vitu vya kimwili, bali kutokana na kusaidia wengine na kuwa na moyo wa shukrani. Alijua kuwa kila siku inaweza kuwa Eid ikiwa watu wataendelea kuwa na moyo wa upendo, mshikamano na ukarimu. Na hivyo ndivyo safari ya Amina ilivyokuwa darasa kwa wengi. Kwa kupitia safari yake, kijiji kizima kilijifunza kuwa Eid al-Fitr si siku ya anasa pekee, bali ni siku ya kushukuru, kusaidiana na kueneza upendo miongoni mwa wanadamu wote.